Hii ni Chief Kurunge Online TV, na usisahau kusubscribe na kutufollow na kushare video zetu ili upate faida nyingi. Hii ni chaneli yetu ya Chief Kurunge Online TV. Leo tumemtembelea tena Sheikh Chief Kurunge tukiwa na maswali ya kumuuliza. Na wewe ndugu mpenzi mtazamaji wa chaneli yetu, tunajua upo live na unatutazama live bila chenga. Hivyo ukiwa na maswali yako tofauti unaweza kumuuliza Sheikh, ambayo yapo ndani ya mada kama hiyo tuliyotaja hapo, ama yakiwa nje na mada pia unaweza kumuuliza Sheikh swali na ukajibiwa hapo kwa hapo. Wapenzi watazamaji, labda tuanze na maswali yetu. Sheikh, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, swali letu la kwanza tulikuwa tunauliza, kuna tofauti gani baina ya nguvu za wachawi na nguvu za majini? Sheikh, tunaomba upate kutupa majibu kwa maswali haya. Asante. Alhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wasallam, ama ba'du. Ama swali limejengwa katika misingi ya kutaka kujua tofauti ya nguvu za wachawi na nguvu za kijini. Tunapozungumzia wachawi, kwa maana ni watu waliojiwekeza katika kutumikia uchawi. Hawi mchawi isipokuwa lazima awe na uchawi. Sasa swali tunataka kujua tofauti kati ya nguvu za wachawi na nguvu za kijini. Sasa kabla ya kuwazungumzia wachawi, tunataka tujue kwamba uchawi wenyewe ni teknolojia ya namna gani uchawi. Uchawi wanachuoni wamegawanyika. Wapo waliosema kwamba haui uchawi isipokuwa lazima uwe na jini mbaya atakayekuwa akiutumikia ule uchawi, ndio maana ya uchawi. Na wako waliosema kwamba upo uchawi ambao unatumikiwa na majini wabaya, na huko uchawi ambao wenyewe unafanya kazi pasina kutumikiwa na majini wabaya. Kwa sababu uchawi ni kitu kilichoumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu akajalia katika ule uchawi ndani kuna nguvu inayoweza kufanya kazi. Sasa mchawi anaitwa mchawi kwa sababu ya kuutumikia uchawi. Kwa hiyo wako wachawi wanadamu, wako wachawi majini. Hao wote ni viumbe aina mbili ambao Mwenyezi Mungu amewaumba. Wanadamu kawaumba kwa udongo na majini kawaumba kwa kutumia miali ya moto. Sasa hawa ni viumbe wawili tofauti ambao wao wote wanaweza wakautumikia uchawi. Sasa kujua tofauti ya nguvu za uchawi na nguvu za majini, ni majini wao Mwenyezi Mungu kuna pawa amewapa wao wenyewe majini. Kama vile pawa aliopewa mwanadamu. Mwanadamu ana nguvu zake, anaweza akachukua tofali akanyanyua, anaweza akashika labda fimbo akaivunja. Hizi nguvu ambazo kapewa na Mungu pasina kutumia nguvu yoyote ya ziada. Lakini na majini nao vile vile wanayo pawa waliopewa na Mwenyezi Mungu ambayo inaweza ikamdhuru mwanadamu pasina kutumia nguvu ya ziada, kwa maana nguvu ya uchawi. Kwa hiyo uchawi unajitegemea na majini wao wanajitegemea kwa nguvu yao. Kwa hiyo ni nguvu mbili zilizokuwa tofauti, kila moja inajitegemea kwa wakati wake. Lakini wapo majini ambao juu ya pawa waliopewa Mwenyezi Mungu, nguvu waliopewa na Mwenyezi Mungu, lakini vile vile majini yao wanautumikia uchawi. Na uchawi umegawanyika katika makundi mengi sana. Huko uchawi wa kudhuru, huko uchawi wa kiini macho. Kiini macho kwa maana mtu anaweza akakufanya uchawi kitu kikawa fimbo, wewe ukaona kama nyoka. Huu ni uchawi nao, kwa maana ni uchawi wa kugeuza. Alafu kuna uchawi wa kufunga. Mtu anaweza akafungwa nyota yake kwa uchawi. Mtu anaweza ikafungwa biashara yake kwa uchawi. Mtu anaweza akafungwa mambo yake kwa uchawi. Huu ni uchawi unajitegemea. Sasa tumesema kwamba wanachuoni wamegawanyika katika kuzungumzia masuala ya uchawi. Wanachuoni wamegawanyika
kwa sababu wako majini wanaotumikia uchawi na wako wanadamu wanatumikia uchawi. Hizi ni nguvu mbili zinazojitegemea. Sasa anaweza kawa jini ni mchawi na anaweza kawa jini sio mchawi. Anaweza kawa mwanadamu ni mchawi na anaweza kawa mwanadamu sio mchawi. Kwa hiyo uchawi ni nguvu inayojitegemea yenyewe. Sasa hao wanachuoni wamegawanyika vipi? Wako wanaosema hauwezi kuwa uchawi, lazima ipatikane nguvu au kiumbe anaotumikia uchawi ule. Viumbe gani? Wako viumbe majini wachafu ambao wao wamechukua mkataba katika umri wao wote kutumikia uchawi. Wako majini ambao wao kazi yao vile vile yani kusachi kuangalia sehemu gani ambayo inahitajika nguvu ya kichawi wa aina yoyote wao kutumikia. Yani hapa nieleweke vizuri kwamba wako majini wao wamejikita katika masuala ya uchawi tu, kwa maana uchawi wa aina yoyote basi wao wako tayari kutumikia. Na wako majini ambao wao hawakujikita katika uchawi tu, wao kazi yao ni kusakti, kutafuta wapi inahitajika nguvu ya aina yoyote, wao watoe msaada. Wako majini wa namna hiyo. Kwa sababu tunapozungumzia masuala ya uchawi na yani tunapozungumzia nguvu ya uchawi na nguvu ya kijini, hizi ni nguvu mbili tofauti zinazofanya kazi. Kuna nguvu ya majini na kuna nguvu ya kichawi. Kama nilivyosema awali kwamba wako majini ambao si wachawi na wako majini ni wachawi. Kama ilivyokuwa kwa wanadamu, wako wanadamu ni wachawi na wako wanadamu si wachawi. Kwa hiyo hizi ni nguvu mbili zinazojitegemea, kila moja inafanya kazi kwa namna yake. Kwa hiyo uwezi ukaufananisha uchawi na majini, wala uwezi ukawafananisha wanadamu na majini, isipokuwa mtu ataitwa mchawi kwa yule atakayetumikia uchawi, kwa maana anatumia uchawi kwa ajili ya kuwadhuru watu. Huyu ndo anaitwa mchawi kwa sababu anautumikia uchawi. Kwa hiyo wako majini na wao wanatumia uchawi kwa ajili ya kuwadhuru majini wenzao na kwa ajili ya kuwadhuru wanadamu. Hawa nao vile vile wanaitwa ni wachawi. Kwa hiyo ni nguvu mbili zinazojitegemea. Wako majini wachawi na wako wanadamu wachawi. Wako majini si wachawi na wako wanadamu si wachawi. Kwa hiyo kwa swali lako, hizi ni nguvu mbili ambazo zinajitegemea, kila moja inafanya kazi kwa wakati wake inshallah.